nyingine tujifunze maneno ya uzima, habari za ufalme wa mbinguni. Siku hii ya leo nataka tukaangalie katika maandiko matakatifu maneno ya mtumishi wa Mungu Sulemani ambayo aliyanena yatufundishe kwa habari ya mwenendo wetu au ya mwenendo wa kanisa, jinsi linavyoenenda katika kizazi hiki. Tusome katika maandiko matakatifu kitabu cha Mithali 29 mstari wa 12. Maandiko yanasema hivi: mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Mtumishi wa Mungu Sulemani aliyanena maneno haya kwamba mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Unaelewa nini juu ya mstari huu au mithali hii ambayo mtumishi wa Mungu Sulemani alisema? Alikuwa akirejelea wafalme katika kipindi kile. Jamii nzima ilikuwa inaongozwa na wafalme. Kwa jinsi jambo hili alivyolitazama na kuona ya kwamba mfalme yoyote akimsikiliza mshauri, aidha anatoka ndani au anatoka nje, akisikiliza ushauri wake wa uongo na akaenenda katika huo ushauri, basi watumishi wake wote watakuwa waovu machoni pake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapo kwanza huyu mfalme alikuwa akienenda katika kweli, na watumishi wake walikuwa wakimfuata na kuenenda katika hiyo kweli. Lakini mara tu alipogeuka katika uongo, maana yake ni kwamba watumishi wake wanabaki kuwa ni watu ambao wanaenenda katika ile kweli. Na hapo ndipo anapokuja kuwabadilikia sasa na kuwaona ya kwamba wanapingana naye. Kwa lugha nyingine, wanakuwa waovu machoni pake, wanakuwa wote waovu hawa machoni pa mfalme. Hilo ndio jambo ambalo Sulemani aliliona, kwamba mfalme akisikiliza uongo, basi watumishi wake waliobaki wote watakuwa waovu machoni pake. Sasa hili jambo nataka sasa tujifunze na kulileta katika hali ambayo sasa hivi inaendelea. Kwa maana tunapozungumzia wafalme, sitaki nizungumzie wafalme wa ulimwengu tena. Sitaki nizungumzie marais, sitaki nizungumzie viongozi ambao ni wa ulimwengu huu. Nataka nizungumzie viongozi au wachungaji, walimu, wainjilisti, maaskofu, watu ambao wanaketi kama wafalme kuongoza makanisa. Kwamba ni watu ambao ukiweza kutazama jinsi walivyoanza au jinsi makanisa au huduma ambazo umezikuta wengine kwamba zilianzaje, walikuwa na uamsho wa namna gani, unaweza ukaona ya kwamba walianza katika kuenenda katika kweli, lakini wakaja kusikiliza mashauri ya uongo, aidha kutoka nje ya kanisa au ndani ya kanisa. Wakasikiliza mafundisho ambayo si ya Kristo, na ndipo hapo wakakubaliana na hayo mafundisho. Wengine wana mafundisho ya mali ambayo Kristo alisema ya kwamba hakuna mtu awezaye kumtumikia Mungu na mali. Wengine wana mafundisho ya ushirikina ambayo Kristo alisema kabisa ya kwamba msimwogope yeye awezaye kuua mwili, bali mwogopeni yule ambaye aweza kuua mwili na roho. Lakini wengine wana mafundisho aina mbalimbali kama kusifu uasherati, kusifu uzinzi, ngono, na wengine hata kusema ya kwamba ni kwa neema tu tunakombolewa, wala hatuwezi kwenda kuzimu kwa namna yoyote ile ikiwa kwamba labda tumezini au tumefanya uasherati au tumefanya hiki na kile. Haya ni mafundisho ambayo yamekuwepo katika kizazi hiki na ni mengi mno. Lakini watu wale ambao wanayafundisha haya mafundisho walibadilika njiani mahali fulani. Walianza katika ukweli, wakafika mahali fulani wakabadilika. Na baada ya kuwa wamebadilika, madhara ambayo sasa unaweza kuyaona katika kanisa au mahali hapa ambapo huyu aliyebadilika yupo, kwamba ni mchungaji au askofu au ni mwalimu, kanisa lote wanakuwa waovu mpaka watakapobadilika na kwenda katika nia hii au uongo huu huyu mtumishi alionao. Na ndipo hapo unaweza kukuta sasa kwamba maneno ya mchungaji huyu yanabadilika, yanakuwa kinyume cheni. Anakuwa ni mtu ambaye anakemea walio watakatifu katika kanisa. Kama ni mtu ambaye amedanganyika kwa habari ya mali, akaja mtu pengine na mali katika kanisa, akamshawishi huyu mchungaji, na kwa sababu tamaa yake ipo katika mali, akasikiliza mashauri ya huyu mtu ambaye amekuja na mali zake lakini ni muovu, ambao mara nyingi tumeona kwamba wanakujega na ushauri ambao ni kinyume na Mungu. Na ndipo hapo unaweza ukaona mchungaji maneno yake na mahubiri yake yanarudi kuwakemea kanisa. Atawakemea watu ambao unakuta kwamba ni waombaji, atawakemea watu ambao wanabidii katika kumtafuta Mungu.
na kuwafanya kwamba wawe na bidii kutafuta mali na sio Mungu. Atamkemea kila mtu ambaye anaonekana kuwa yeye anafanya kuwa ni mtakatifu ndani ya kanisa. Atawakemea kila namna tabia ambayo inaonyesha kwamba ni ya utakatifu. Na wale ambao watajaribu kuzungumza kinyume chake, atawakemea na kusema ya kwamba hawa ndio wanaharibu kanisa. Atawakemea na kuwaonesha ya kwamba hawa ndio ni waovu katikati ya kanisa. Atamkemea kila mtu ambaye anajaribu kuona mabadiliko alionayo tofauti na hapo alipokuwa kwanza. Atakemea kila mtu ambaye anajaribu kuona ya kwamba tabia za washirika zimekuwa zikienda kinyume. Mtu yoyote ambaye akileta habari ya kusema ya kwamba mtu fulani amezini au mtu fulani amefanya uasherati, yeye ndio ataonekana ya kwamba ni mtu ambaye anachonganisha kanisa, ni mtu ambaye analeta uongo, ni mtu ambaye anasengenya. Atamkemea kila mtu ambaye atakuwa anafundisha mafundisho ambayo ni ya Kristo, mafundisho ambayo yanaenda katika kweli. Lakini kila mtu ambaye atakuwa anafundisha mafundisho ambayo yanaendana na uongo, basi huyo ndiye atakayempenda. Na atafanya hivyo mpaka atakapohakikisha ya kwamba sasa kanisa lote wanafuata au wanamfuata yeye anachokitaka au wanafuata ule uongo ambao tayari amekwisha kuanza kuingiza katika kanisa. Wanaifuata ile roho ya uongo. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba wako watu ambao leo hii ukikutana nao ambao wengine wamefundisha na injili za watu ambao walikuwa wamesimama katika Mungu, wataishia tu kukuambia ya kwamba hakuna kanisa leo hii. Hawezi kuwa na sababu kwa nini, lakini wanaona kabisa ya kwamba ni dhahiri hakuna kanisa. Na ndicho ambacho unaweza kukiona ya kwamba ni karibu 99% ya madhehebu unayoyaona leo hii yanafuata mtindo wa kufundisha mafundisho ya uongo. Na wachungaji hao wamekwisha kubadilisha nia za watu waenende katika mafundisho yao. Wote ambao wanapingana nao wameshakimbia makanisa yao, wako nje. Kwa sababu uongo umetawala, umekuwa kiongozi sasa hivi. Maaskofu, wachungaji, siji mapadri, wote wale walimu ambao wewe unawafahamu wanasimama katika madhehebu, wote wamekwisha kusikiliza uongo na wakawa walimu wa uongo. Na hapo ndipo unaweza kaona ya kwamba uongo unatawala, kwa maana ya walimu wa uongo wanatawala. Watu ambao wameiacha kweli na wanapingana na kweli usiku na mchana, wanapingana na kila kusudi ambalo kwamba ni fundisho la Kristo. Kila kitu ambacho ni kitakatifu kwa wao ni uovu. Na wote ambao wanashika kila ambacho ni kitakatifu ni waovu. Na hili ndio fundisho ambalo liko kila mahali katika makanisa. Na walimu waliopo, utitili wa walimu unaowaona wachungaji, maaskofu, wako katika fundisho la uongo. Ndio ambao watu wamewatii ili wasije wakaendelea kuonekana kuwa ni wabaya machoni pao. Na hao ndio wameitwa baba, wameitwa wachungaji, wameitwa baba zetu, ambao Kristo kimsingi fundisho lake linakatana kusema ya kwamba usimuite baba duniani. Lakini wao wameita na kuwatukuza na kusema ya kwamba ni baba. Na hao ndio utakutana nao leo hii wanakuambia, hata ukihubiri ukweli watakwambia unakosea, hujui upendo wa Kristo. Na atakimbilia kukuuliza, askofu wako wewe ni nani? Mchungaji wako wewe ni nani? Kwa sababu anahisi wewe hujalelewa na mchungaji, hujalelewa na askofu, huna fundisho kama la kwetu. Anahisi una uokovu fulani wa kizamani. Na kwa maana hiyo unajua kabisa ya kwamba wewe kuna namna fulani hujafundishwa vizuri. Kwa lugha nyingine, uenendi na uongo wa wachungaji wetu, uenendi sawa na uongo wa maaskofu wetu. Na ndio maana unakuwa muovu wakati tunapojaribu kumweleza ukweli. Watu hawa ni wale ambao mtumishi wa Mungu Sulemani pia aliwatolea mfano katika kitabu cha Misali 28 mstari wa 4. Wao unasema ya kwamba wao waiachao sheria huwasifu waovu, bali wao waishikao hushindana nao. Wao waiachao sheria, maana neno la Mungu, huwasifu waovu. Kila mchungaji, askofu, mwinjilisti anapoiacha sheria, anapoiacha njia ya kweli, huenda na kuwasifu waovu. Lakini wale ambao wataendelea kuwa katika ile kweli hushindana na hawa. Na ndipo ambapo unaweza kaona mashindano katikati ya watu ambao wana imani moja, kwa sababu wameiacha kweli. Na mara nyingi wanakuwa ni watu ambao waliotangulia. Na ndio maana makanisa yote ambayo umeona yameanza zamani, hayo ndio yameanguka katika roho.
Na maana kwa nini tumekuwa nikisisitiza kwa habari ya makanisa kama Katoliki ambayo siku nyingi yameshatoka, wakafuata Waluteri, wakafuata wengine na wengine na wengine, mpaka leo hii tuko na watu ambao ni wa Pentecost, ambao ndio ambao wamesimama sasa kama watu ambao anguko lao nao limekwisha kuwadia, na walio na mafundisho ya ajabu kama haya. Na kama jinsi unavyoweza kuona mahali hapa Suleiman anaposema ya kwamba wao waiachao sheria, waiachao kweli, kama hapo ambapo amekuja kutolea mfano katika 29 Mithali mstari wa 12 akisema ya kwamba mfalme akisikiliza uongo, watumishi wake wote huwa ni waovu. Hii ndio jambo la aibu na nasa kuu katika kanisa ambalo leo hii wanajiona kuwa ni kanisa la Mungu wakati ambapo si kanisa la Mungu.